sio uongo. Speed hawafuati speed. Kuna watu wengine kama unavyoona ile eneo hapo na anajua kufanya la kona. Mtazamaji, karibu katika Yego Update. Kutokana na changamoto ya maji ya mvua inayoendelea kusumbua mji wa Musoma katika daraja la Musoma basi, ambalo limekuwa ni kero kubwa sana hasa wakati wa mvua kubwa zinapokuwa zinanyesha na kusababisha daraja hilo kujaa maji, uchafu pamoja na tope. Hali ambayo hupelekea daraja hilo kuziba na maji hayo kuingia barabarani na kuzuia shughuli na watumiaji wa barabara hiyo. Hapa meneja wa TANROADS mkoa wa Mara anaeleza suluhisho la kudumu juu ya daraja hilo. Kwa majina naitwa Vedastus Maribe, ni meneja wa TANROADS mkoa wa Mara. Kuna eneo la kona ya Nyasho, manispaa ya Musoma. Eneo hili limekuwa na changamoto ya maji kujaa mara nyingi mvua zinapokuwa zinanyesha. Na hatua ambazo tumekuwa tukizichukua ni kulizibua hilo eneo. Kuna madaraja pale tumekuwa tukizibua mara kwa mara ili maji yaweze kupita. Lakini changamoto kubwa ambayo tumeigundua pale ni kwamba maji ya kina cha ziwa kimeongezeka. Sasa kina kilivyoongezeka, baada ya maji kwenda, ukizibua pale mpaka ziwani, maji yanakuwa yanarudi kwenye barabara na kwenye daraja huko. Lakini serikali imeliona hilo, imechukua hatua. Kupitia TANROADS tumeletewa fedha mwaka huu wa fedha 25-26, tumetengewa fedha kwa ajili ya kufanya usanifu wa eneo hilo ili tuweze kuona jinsi gani tutapajenga, kuondoa hiyo adha ya maji kuwa yanafurika kwenye eneo hilo ambayo inaweza kuwa yanakuwa yanaleta adha kwa wananchi wanaotumia barabara hii. Kwa mwaka huu wa fedha tayari tumesha mpata mhandisi mshauri ambaye atakuja kufanya usanifu wa eneo hilo ili kuondoa hii adha ambayo imekuwa ikiwapata wananchi pale mvua zinaponyesha. Kwa hiyo niombe wananchi wao wavumilivu, tayari serikali imeshatenga fedha na tumeshampata mhandisi mshauri. Mwezi huu wa 9 tunategemea kusaini mkataba ili mhandisi mshauri aanze kazi ya kufanya usanifu wa eneo hilo na kuona ni jinsi gani tunaweza tukaondoa adha ya mafuriko kwenye eneo hilo. Hapa baadhi ya watumiaji wa barabara hiyo wakieleza ajali zinazotokea katika eneo hilo. Kwa majina naitwa Sagamawe Gatarai Andrea. Mimi ni dereva lakini ni fundi magari, mechanics. Lakini kwenye eneo hili la Musoma basi, kwa sababu na mimi nafanya kazi Musoma basi hapa, kinachosababisha ajali zaidi ni madereva. Yaani madereva kutofuata sheria za barabarani. Na kingine madereva wa bajaji, hizi bajaji za abiria wanasababisha ajali, pamoja na madereva bodaboda ambao hawafuati sheria na kanuni za barabara. Tumekuja kuangalia, unakuta dereva bajaji anatoka huko akitaka kwenda Nyakato, akiona abiria yuko pembeni anaforce kusimama hapo hapo bila hata indicator wala nini. Kwa unakuta akiwepo boda kwa nyuma lazima atamgonga, au akiwepo mwenye gari, kwa sababu hakuna sheria na anasimama kwa ghafla. Kwa hiyo tumekuwa tunaangalia hapa mazingira yanavyokuwa, wengi wafuati sheria za barabarani. Kama ukija kuona hapa kuna sehemu wamekuchorea 50, lakini kwenye 50 watu hawazingatii. Wakiona trafiki yupo wanatembea 50, wakiona trafiki hayupo hawatembea 50. Halafu sehemu za vivuko, kuna sehemu wamechora inatakiwa mtembea kwa miguu aangalie taa kwamba ikiwaka taa kijani avuki. Lakini mtembea kwa miguu anaona kwa sababu hapa kuna alama ya barabara ya kuvuka, lakini imewaka taa nyekundu, yeye afuati ile taa nyekundu, anavuka tu ghafla. Kwa hiyo atembea kwa miguu na waendesha vyombo vya moto wengi walikuwa hawafuati sheria za barabarani. Kwa ndo maana ajali zinatokea. Lakini kwenye barabara yetu ya Nyakato njia panda hapo, wengi ni mabodaboda ambao walikuwa kusababisha ajali, kwa sababu kuna sehemu ambayo tunaangalia hapo inatakiwa ukitaka kupita hapo unakuta dereva wa bodaboda anakatiza hapo, ambapo hapo anapokatiza hapa ni sehemu ya kona, huyu hauko hawezi kumuona. Kwa hiyo inatakiwa apite huko ili aone kwa mbele. Lakini mkuta anakatizia hapo. Kwa hiyo kitu ambacho kingekuepo, hata kama askari hata kuepo Musoma basi hapa, basi waweke alama kwamba ukitaka kwenda Nyakato basi unatakiwa upitie hapa ili uone barabara kwenda Nyakato. Na unayetokea huko unatakiwa upitie hapa. Waweke tu alama za barabarani ili barabara njia panda isisababishe ajali za barabarani. Speed hawafuati speed. Kuna watu wengine kama unavyoona ile eneo hapa na anajua kabisa ni la kona. Lakini mtu anaweza katoka hapo kwa kumiko kalilia kwangu, mtu anaweza kapita hapo na speed kuanzia 80 kuendelea. Na ambapo ukifika hapo unatakiwa uje na speed 40 hadi 50. Kwa sisi bodaboda. Lakini mwenye gari anapita hapa speed 80 kwenda juu.
hajui ni kona wala nini. Sasa hiyo inapelekea ajali nyingi hapa na kuna nyasho. Mimi ombi langu serikali, mimi naona wangetuwekea kivuko hapa. Wangeweka kivuko hapa. Hiyo naona kidogo ingepunguza ajali nyingi, na wangetuwekea hata traffic eneo hili hapa. Usalama ungekuwa ni mkubwa zaidi, kwa sababu hapa penye traffic hawakai hapa. Traffic wanakaa Maroili, wanakaa na mjini na Bweri. Hapo wamemaliza, lakini ile eneo kwa mtu anapita hapa speed, anajua hapa hakuna traffic, hakuna nini, kwa anapita free anavyoweza yeye. Inavyokuaga hivyo. Hii ilikuwa ni Yego Update, nami Dakawa John.